wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give you riches and wealth and honor. Hallelujah. 5 things God gave to Solomon. Solomon was the wisest man on the earth. And Solomon is the man who married so many women. I always encourage you, even if you pastors, stop suffering with one wife. Marry as many women as you can, even if you are a pastor. So many pastors are struggling with life, suffering with their wives. Yeah? Who told you that you marrying with many wives, you are a sinner? Yeah? Those are failures. By the way, mwanamume ambaye kuna wanawake wengi akufaki haraka. Wewe unafinyiliwa na bibi yako huyu mmoja anakufinya kwa sababu ni pasa wezi wa mwingine. Oa mabibi hata 5 if you are able to marry. Haina haja unakuwa mabibi moja alafu unakwenda kukimbia kando huko, unagonga watoto wenyewe hapo. Sio ndio dhambi kubwa zaidi? Unajua kitu nimegundua katika ulimwengu wa wachungaji na watumishi na Wakristo, nyinyi mko tabia mbaya, mnaogopa wanadamu na muogopi Mungu. Imefika mahali, I'm one of the preacher prophet. I fear God, I respect men. Stop fearing men. Fear God. Respect men. I encourage you where you are. Pastor unafinyiliwa na bibi yako anakufinyana. Nimezika wachungaji kama 5 ambao wamekufa as a result ya stress ya mabibi zao. Kama mwingine tulizika, bibi alimpiga pressure, stress ya pesa. Pressure ikapanda juu, mshiba wa kichwa ukapasuka, damu ingeingia kwa ubongo, tukazika. Juzi nimeona bibi yake anatembea hapa, ameingia kwa baa na kunywa pombe, anavaa nguo za skati zile fupi kama kasichana kwa Inanga Street. So nikajiuliza aje sasa huyu mama amefinya mchungaji amekufa, yeye anaenjoy maisha. Wewe pastor na nitazama, wewe Mkristo na nitazama, hata kama umeokoka, kuja kwa kanisa langu nikufundisha King's Prophetic Church. Nikwambia kama wewe ni pastor ama unaweza wao wanawake hata 5 na hakuna kitu kinatendeka. Waislamu wanaomba bibi wengi, wanaishi maisha mazuri. By the way, tunahitaji generation ikuwe kubwa. Kama Mungu anafika mahali anaambia father in law alale na msichana wake, daughter in law, ili generation ipatikane, how comes unasafa pale you find a pastor ameoa bibi hana mtoto na hawezi wa mwingine, unazeeka unakufa bila mtoto. Hallelujah. I'll preach about this one of these days. I'll preach about this one of these to help you. Open up your mind, you pastors. Open up your mind, you preachers and Christians who are born again. You are suffering in the closet of your houses and you don't know what to do. I am here to encourage you. You can marry as many as wife as you can. Solomon was a man of God and the man who had wisdom. Hakuna mtu duniani alikuwa na hekima kama ya Solomon. But the man had 700 wives, well, legal wives, and 300 mipango ya kando. And God gave him what he called, Solomon was given wisdom and knowledge, and he was granted also with all riches. Riches alipewa. So nasema kwamba basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali. Hallelujah. Mali na utajiri na heshima. Solomon alipata mali. Huwezi heshimika kama una mali, huwezi heshimika kama una utajiri. Watu wanakuheshimu kwa sababu una utajiri. Yusi nikauliza swali moja tajana kanisani, nikauliza watu waje, kwa nini watu wanaheshimu wanasiasa kuliko mapastors? Sababu they believe wanasiasa wako na pesa, wako na mali, na wakienda kwao wanawapatia kweli, wanaenda wao wanawapatia pesa. Wewe simama sasa kama huna pesa, lakini unasimama kuwa pastor na hauna pesa. Ndio mnasema imani. Vitu vingine hazihitaji imani. Unapata pastor anasema kama ako na imani, anahubiri miaka na miaka, hakuna kitu, anateseka, anaanza kulaani Mungu.